matafati yani. Nadhani ukikaa na wasanii wao wenyewe wenye haki atazungumza. Wasafi, kama mimi Diamond, sitegemea la msanii yote. Wao wenyewe wanajua. Wanajua nguvu ambayo wanaweka kwao. Wanajua mapenzi naweka kwao. Wanajua love naweka kwao. Wanajua energy, fedha nazoweka kwao. To me tu naona kama ni ukijana katoka hapa, ushanimpushi, familia, love. Sasa wakati mwingine na Wasafi sikudanganya, ukiona mtu nimemtoza hela, ujue huyo kanivunjia adabu. Naona kama wewe nimekufanyia hiki na hiki afu unanifanyia hivi. Nimekukosea wapi? Basi pata contract. Lakini watu wote ambao sikuishi nao, yani mtu ambao kwa sababu mimi mimi sitegemei hela ya wanamuziki wa lebo. Wao wenyewe wanaelewa. Katika income zangu haifikia hata 0.1, 0.5 hela lebo. Wanaelewa. Mimi nachukua ndugu zangu, familia yangu. Yaani hii ni familia yangu. Ndio mtu akinikosea naumia na kweli. Okay basi sawa. Na ndio maana unakuta mtu kama Mbosso mimi sitaki nipata shilingi 10 mdogo wangu. Mbosso tumeishi vizuri sana. Sana, ana discipline na adabu, nampenda, ananipenda, yani tunaheshimiana sana. Na sikudanganya kama ningetaka hata bilioni 2 ningechukua bwana. Unajua Mbosso anafanya shilingi ngapi sasa? Milioni 50 hiyo moja. Kwa katika milioni 50 kama na 60 pia na maya langu pale milioni 30. Na kiasi kusomana na show. Kwa maana zile 30 zangu zilikuwa nazisomba. Lakini mdogo wangu mimi nakupenda, tumeishi vizuri, umeniheshimu, hatuja kugombana, hatuja kupishana. Kwa nini wewe sasa hivi ushafikia hatua ambapo unaweza kufanya jambo? Kwa nini kulete roho mbaya? Kama umeamini unaweza kuanza vizuri, sawa. Kwa mimi sasa basi mimi nakurelease, na kwa basi yeye alikuja uko tayari Mbosso kunilipa fedha. Kama bro sasa nataka nifanye kama mdogo wangu. Mimi sitaki shilingi kutoka kwako bwana. Mimi na tumeishi vizuri, mambo ya muziki tu kama hicho. Lava hakunifuata kuniomba mimi hata kutoka. Nilimpigia simu Kim, nikamwambia Kim ongea na Lava. Kama angependa naye kuanza kujisimamia, mwambie aje nimpe release. Lava ni miongoni mwa wadogo zangu ambao wanajua yeye anajua nampenda sana. Na watu nje wanatengeneza mtazamo kwamba lebo ya Wasafi aimpushi si Lava, hapana. Unajua sisi tunafanya kadri Mwenyezi Mungu atubariki. Lakini mengine ni ya Mwenyezi Mungu. Inawezekana mtu kampushi kadri unavyoweza, kama Mwenyezi Mungu mwenyewe anaona hapana, natakiwa hapa afu baadaye aende hivi. Hata ufanyeje? Hawezi kuwa mnachotaka nyinyi. Ni kijana na talent Lava, anaimba vizuri, yani ana juhudi, anaweza creative, anajituma. Nilikuwa niko naye nyumbani pia jana. Lava nilikuwa naye mara nyingi sana, watu wasichokijua. Nikamwambia Kim kama Lava pia kama yuko ameisha kwa psychological anataka naye pia kujisimamia, aje ndugu wangu nitampa free release naye. Tumeishi naye vizuri. Hajaje kunivunjia heshima Lava, hajaje kunikosea adabu. Tumeishi kwa kupendana, kwa kubebana kwenye hali na mali. Kwa kaja Lava, kazungumza naye kama mdogo wangu mimi nakupenda, sitaki unipende shilingi. Kama uko tayari basi nikamwambia kingine, nikamwambia licha tu hivyo, lakini kama brother yako pia nitakuwezesha kiasi cha kuanzia kufanya project zako. Sio unanielewa? Naomba nitakuwezesha kiasi cha kuanza kufanyia project zako kama mchango wangu mimi kwako wewe. Tumeishi na Lava karibu miaka 8 sasa hivi. Sasa namtoza nini? Unajua kuvunja heshima, unajua kwa sana adabu, unajua kwa chochote. Sasa wasanii pia hiyo waangalie, unajua ilivyo makubaliano ni namna ya kuishi tu watu. Alafu tu mikataba sio issue ya big deal. Ila ukitaka kujifanya wewe kibri, watakuleta jeuri. Ndio inakuwa iko hivyo tu. Basi. Hivyo. Tunaomba tarehe 31, si ndio? Ndio. Warehouse pale. Tuje kuangalia. Chagueni meeting yangu Inter Milan kabisa tusikumbane. Wale wa Arsenal sijui nani 80 kuongoza. Hawakuwa wana pengine kujua uhalisia sana wa kwenye muziki unafanyaje. Kwenye in terms of watu wanaweza kufanya nini, akafikia wapi, akapata nini na nini na nini. Kwa hiyo ilikuwa kama viongozi wakisikia kuna mwananchi analalamika, lazima waone kwa nini huyu anaonewa. Akumbuka anaolalamikiwa anakuwa ni watu ambao majani. Kwa sababu sitolewe kwa lazima serikali au viongozi waone kama mbona anaonewa. Lakini tunaishukuru serikali na hii ni niwapongeze sana kwa sababu mimi ni miongoni mwa watu ambao nilikutana na hizo mwanzo na nilitumika kama mfano bora
wa kuzungumza nao na kuelewesha kama jamani, biashara zetu zipo hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa kuna mtu kutoka kwenye hivi, kuna mtu kutoka kwenye hivi. Kwa mtu akija, msikilizeni muone kwamba na nyinyi mmeangalie kwa utokaji wa huyu hapana, mwenye haki ni huyu. Kwa amekuwa akisaidia kuendesha hayo vizuri sana. Hakai tu serikali upande mmoja, tikisa umekuja msanii na kutoka kwa utoke, hapana. Sababu ukienda kama pale Basata na especially kama Dr. Mapana, nampongeza sana. Ni mtu ambaye anaelewa sana mambo ya muziki. Ni mtu ambaye anaelewa mikataba na biashara ya muziki. Kwa hiyo ukifika pale kulingana na uhalisia wako, aidha kama msanii ana haki, msanii anapewa haki yake. Aidha kama lebo ina haki, lebo inapewa haki yake. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo wananchi lazima watambue na wafahamu ni biashara. Yaani watu wakishaingia, aidha mtu unajua sasa msanii unajua akitaka kusaini mara kwanza anakuwa yeye atakusaini tu. Si tusharudisha watu mara kibao pale. Shakuja mtu anataka kusaini, mimi ni saini tu, anambia kaleta familia yako, leta mzazi wako. Si pala Wasafi mpaka tunawarekodi kabisa sasa hivi mtu. Mimi na bibi mkuu wake kwa pembeni. Fulani bin fulani nimesaini mkataba huu. Nimeridhika, nimeusoma, nimejiridhisha. Na mwanasheria wao kwa pembeni. Ili baadaye mtu asiseme kama unajua hivyo kibinadamu. Lakini uhalisia ni kwamba inakuwa ni mikataba ya kibiashara na zile kama lebo kimsingi na ukweli wanakuwa unajua mtu lake angeweza kuipeleka hapa kwenye kulima mahindi, kwenye kuvuna mchele. Lakini mtu anaona kama wacha niekezee kwenye muziki. Kwa sasa naye sio kwa sababu kawekeza akawa pia na makosa anafanya, afu msanii akitaka kutoka au akitaka kuleta bilingi amuone msanii ana tatizo, hapana. Kwa sisi kama lebo tunatakiwa tufanye majukumu yetu. Na mimi nikiudi sasa sisi kama wanamuziki tunatakiwa tufanye majukumu yetu. Ili inapofikia tu kama mkataba kila mtu anakuchukua njia yake, taratibu ifuatwe. Kama lebo anatakiwa kumlipa msanii au kama msanii ataka kulipa lebo, kila mtu ameshakesha vizuri. Sasa pia wananchi wanatakiwa walielewe hilo. Na sisi kama wana muziki, lakini pia sisi kama lebo inapotokea bilingi, kila mtu anataka kuwa nje. Unaelewa hivyo, kama unataka kuwa nje, unajua hivyo kibinadamu na unajua kibinadamu kila mtu atakuonekana yeye upande wake ndio kaona. Kila mtu ana mimi ndio niko sawa, mimi ndio niko sawa. Akihitimisho yote Basata baada kutoka hapa naenda kwenye kama mahakamani wanamaliza pale pale. Kwa watu wasikimbie sana kuhukumu watu mpaka baada ya Basata wenyewe pamoja na mahakama kuona kama bana tumekubaliana katika hili. Hivi Diamond ni mwonga sana kuongelea masuala haya. Labda nikwambie kitu kimoja. Mkataba wa muziki na kwenda mifano kabisa. Kawaida ya muziki mkataba ile investment yako ukiiweka unatakiwa kwanza urudishe investment yako, alafu ndio mgawane kinachopatikana baada ya kurudisha kile ambacho ulichoinvest. Ndio kibiashara iko hivyo. Lakini Wasafi sawa. Yaani ilivyo kwanza. Kama ni kuwekea watu wasichokijua mkataba yote ya dunia ilivyo. Sio tu kwanza kurudisha na unaposaini mkataba wote wa kimataifa kwenye masuala ya kimuziki. Cha kwanza ilivyo, pesa imeingia milioni, inatakiwa lebo ichukue faida yake kwenye milioni kwanza. Kama nikubana 50 chukua 50 yake. Alafu kwenye ile ya msanii ndio wanakata investment. Sio unaelewa hapo ndio. Ndio kuanaelekea huko. Hata hii unasemea kwamba wanatakiwa wakati investment hiyo afanye alombaya leo kwa Marekani. Sasa ndio maana nataka niweke ili kulipeleke vizuri, si ndio? Kwa unaingia mkataba makubaliano 50-50, si ndio? Ina maana imeingia milioni. Katika milioni inaingia kwanza nachukua mimi 50 yangu. Mimi ndio nimeinvest, nachukua 50 yangu. Alafu anarudisha hela ile ambayo investment ni wewe ile 50 yako, sio kwenye 50 yangu. Sio, umeelewa vizuri? Ndio mikataba yote duniani ilivyo. Sasa nakupa mkataba wa Wasafi ukoje? Mkataba wa Wasafi ulivyo. Sawa? Imeinvestiwa 100. Ikiingia 100, msanii anachukua 40 bila kurudisha chochote. Katika ile investment 60 inatakiwa iingie kwa. Ukiangalia mpaka tukigawana ile 60 wenyewe, anapata faida nani? Mbona ungepole pole? Sijui mnaelewa vizuri. Na mimi baada ya hapo nikamwambia Diamond, mimi hii biashara unachofanya ni kazi kama NGO. Ni bora ungeandika Wasafi NGO ya wasanii.
kwa sababu hakuna faida tunachopata wao, kwa sababu leo anakuja msanii ana hit nyimbo, anapata hela, anaanza kuchukua hela. Sisi tumekaa pale uongozi tumeumiza vichwa, napata pasenti 5 au pasenti 10, yeye kachukua 40, tumemtoa huko, harudishi yoyote. Sasa inakuwa ni alafu mtu anatoka hapo analalamika. Sasa kuna msanii hapa Tanzania ameacha muziki kabisa.